nikwambie ndugu yako. Hayo maswala yake ya kuja kila siku hapa kijiweni kalewa, mimi sitaki hizo pigo. Mimi kijiweni nikifua mimi hiki hapa. Ushaelewa? Afu mimi najulikana mimi hapa mtaani. Ushaelewa? Huyo hapa anaita umaarufu wake kijinga kutwa na watoto. Kadalagala chini. Watoto wanamkanyagia juu. Kanyaga. Nikasema, "Ha! Ndugu yangu vipi?" Asubuhi hiyo unaongea. Sio asubuhi. Ushaelewa? Asubuhi, maana ni jioni. Au ndugu yangu maisha yanakuchanganya. Nilikuwa nasinzia mwanangu. Haiwezekani. Sema sio kama tunakusema. Hata 200. Sio kama tunakusema. Ukumbuke jana nimekupa 20 kaniambia. Unakumbuka jana nimekupa 20 kaniambia? Sema nayo umeyumba. Mimi nakudai 10,000 la vyombo chako. Nimetoa 20 jana ukaenda kunywa pombe kule. Amenifuata ameniambia kwamba mtoto anauma. Vipi hapo mnyama? Karibu ndugu yangu. Bana mishe tunaenda kwa kweli. Kwema kabisa huko. Sasa wanangu, mambo yanaendaje bwana? Fresh. Namshukuru Mungu. Huyu vipi mbona leo yuko? Huyu mwanangu haja kanifuata jana jioni. Wewe mnamshauri. Sasa jamaa amenifuata jana kujadili kitu cha maana hivi. Amenifuata jana sawa, ameniambia kwamba mtoto anauma. Alafu tena asubuhi tumeenda kufisha nikamwachia 20. Alafu mimi namdai hapa 10,000 kaenda kumpa mtu kaenda kulewa. Salau hizo. Sasa tufanye kitu kimoja. Mlaketu mmoja bila mimi nakula kwa yangu. Sawa. Abla changata mimi. Unajua nini? Mimi nataka niwashirikishe jambo jamani. Mimi mwenzenu sasa hivi nimekuwa. Sasa jamani ndevu hizi, umri. Unaona? Hivi vipi jamani kama mkiwa mnapita hata nyumbani mnapikiwa nini? Nakwambia ndevu ndo kubwa. Mimi nimekuwa bana. Kwa ndevu kubwa hata mbuzi. Hebu tulia basi. Yeye kwa sababu hana. Shida sio nini, shida pombe. Huyu sio akili yake, Shida sio ndevu. Tushirikishe ndugu yangu. Mimi na miaka 30 kasoro. Kwa hiyo ni umri umeenda. Kweli mimi nataka nioe. Tunajua kuoa mnakuwa yani unakuwa unarudi nyumbani umepikiwa, umefuliwa, maji ya kuoga, uvugu fulani. Hilo safi. Yaani hilo hapo muona hilo swala kuoa. Hilo safi kwa sababu najua ukioa mimi hela mchana nitakuwa siendi kununua chakula kwa mantilia na kuja kula kwenye shughuli yako. Sasa hiyo unasemaje? Ujue mwanangu una akili wewe. Uoa mwanangu. Usiogope, acha uoga maisha. Maisha utakiwi. Mwanangu wewe tunakwenda hapa anakaa ujivipe sana wewe. Vipi sasa inakuwa ni mikakati? Hapa yani nimepita kuwapasha habari kwa sababu yani tayari nipo kwenye harakati zote nimeshazimaliza. Safi. Na barua zinatoka kesho kutwa. Barua. Yani tuseme yani kadi za mwaliko. Safi. Hiyo safi. Umeona? Hiyo kadi za nini? Za mwaliko. Na kadi za mwaliko kwa kuwa nyinyi ni wasera ambao tumeishi hapa muda mrefu, tuko pamoja. Nikasema hapa idea ya kwanza nilipotoka tu kuchongesha hizo kadi za mwaliko nikapitia kijiweni. Kwa hiyo mnavyoniona hata nyumbani sijafika hapa. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwaletee na nyinyi kadi za mwaliko zile. Naomba ya shughuli yako kwanza kuwa na pombe nyingi. Alafu cha kwanza, cha pili kitu kimoja. Mimi ndio swala mchango. Lakini na hapa nipe kazi moja. Hiyo kazi ya kukusanya zile kadi na kugawa. Bwana mdogo utoe mchango. Na wewe unasikia? Mchango nini? Inabidi kidogo yani ile kadi shughuli ya kwako. Unajua kadi nimeziweka kwa level. Yani kuna wale ambao ni ndugu zangu. Sio ndugu zangu hawezi kuchangia na sawa na marafiki zangu. Kwa kuna ndugu zangu wale kidogo wanaanzia 50, kuna hapa wanaanzia 30 lakini nyinyi wasela na wanangu yani kuna kuanzia 10,000 tu hapo. Sikiliza, wewe naomba mmoja ambaye la mwisho atakuja lakini kwa hiyo mchango wewe kutoa ngumu. Yaani kwamba wewe unamaanisha vipi kama tutoe mchango kwenye shughuli yako? Ina maana kwamba hizo kadi ili upate ukadi wa kula kutosha lakini mchango no. Nataka bwana mdogo atoe. Mimi hapa nataka ulipe kadi ngasambaze kwa majamaa na marafiki. Sasa hizo shobo za kazi za watu, hizo shobo sasa. Huyu ni bwana, huyu ni sawa, umenielewa sawa, umeelewa. Lakini yeye anazungumza sio akili yake. Tambua tangu asubuhi kashinda kilabuni kwa mama nini? Mama. Lakini unajua kadi nimependa sana nyinyi ziwafikie lakini sasa inaonekana mnazikwepa. Yaani kwa ufupi swala la unajua mimi sawa naoa, ni mimi sawa naoa. Lakini katika kuoa mnapokuwa mnanichangia ndio jambo linakuwa zuri, yani linakuwa ni zuri sana. Yaani linakuwa ni zuri kabisa. Sijui umenielewa? Ile mwanangu umesikuoa.
Nimezingua vipi na wewe? Muda wote unapiga story kuhusu kuoa, nikajua natukaribisha kuhusu chakula tule. Maana tumekaa tangu asubuhi hapa sasa tuelewi, tumboni hakuna kitu. Njaa inauma. Unaweza kutambia msosi kwamba kwa ina maana sisi tukuchangie 10,000 kwa ajili ya kadi. Eti kwa tupate chakula baadaye. Sio? Wanamuelewa. Hapo ni kalafu. Mwanangu umezingua mwanangu. Kwa mimi sitaweza kushiriki. Mimi sitaweza kushiriki kabisa. Na swala la michango nimewaletea kwa jambo jema. Sawa, kwa maana nitoe 10,000, nitoe 10,000 mfukoni kabisa, niingize mkono mfukoni nitoe 10,000. Kwa ajili ya kwenda kununua chakula kweli. Kumbe sio wana, kumbe sio wana. Sema nini? Wanangu ni jambo la hela lakini mmenifanya nimekuwa sio. yani shida inakuwa. Umesikia wewe? Bwana. Sema nini mwanangu? Yaani kiukweli chokisema jamaa, mimi siwezi kukifanya. Unaona kama kaongea point. Mimi siwezi kununua sahani moja shilingi 10,000. Yaani kwao yeye akatengeneza familia yeye, alafu dakika mwisho mimi nafanyaje? Natoa 10,000 na kununua sahani. Mimi ndo yake nitaenda kula, kama kunichukia nichukie na mchango stoi. Kama unataka kutoa mchango wewe, basi sijui wenyewe utatoa wapi. Unaongea sana alafu na sisi nikuache peke yako na ushamchanganya. Sasa nisikilize. Kama wewe utaenda kusupport ile ndoa, toa mchango. Ila mimi kama mimi jamaa kama naenda kuoa, mimi naenda kula chakula, sitoi mchango. Ile yenyewe sina kwanza. Ile kwa sawa. Wewe una hata 100. Ile sawa. 100 hata yapi? Ile sawa. Mimi muhimu nimekaa hapa nasubiria alete kazi au kusambaza business kazi. Sema nini mwanangu? Angalia sana. Wale watoto walivyokuangalia jinsi ile walivyokukanyaga, ipo siku itakutokea kitu kibaya. Utasema kwamba sisi hatujakutetea. Kwa ajili ya ujinga wako hapo. Unaondoka. Wewe kama una za kuongea unaondoka zako. Mimi mwana